Viumbe tunaishi nao hapa duniani, lakini asilimia kubwa ya watu wanaoishi duniani hawajui hawa viumbe wanaishi wapi. Kwa maana viumbe wanaishi maisha asili sana, na hawa viumbe wanaitwa alien. Hata kidogo wewe umjue kama yeye yupo kwenye dunia yako, na maanisha kumuona, yani wewe kumuona yeye kwake yeye ni shida. Na endapo siku wewe ukamuona na yeye akagundua kama wewe umemuona, basi huyu kiumbe ana uwezo wa kufuta kumbukumbu na ukasahau kama ulimuona. Leo nimeona nikumegea story kidogo ya mwamba alien. Najua jina hili alien sio geni kwako. Alien anajulikana kuwa ni kiumbe cha ajabu tofauti na mwanadamu anayetoka kwenye sayari nyingine, ila nataka ujue kwa nini alien alikuja duniani. Tuanze sasa. Dunia ina vitu vingi vya asili sana ulimwenguni, ambapo wanasayansi hadi leo wanaendelea kuvigundua, na wanavyovigundua vingine tutaambiwa ukweli na vingine vitawekwa siri, ambapo wanasayansi hawataki kabisa ulimwengu ujue. Ndiyo maana hadi leo teknolojia inapiga hatua kati ya usiri waliouweka wanasayansi na ulimwengu. Mwaka 1947 katika mji wa Roswell uliopo katika jimbo la Mexico huko Marekani, kulitokea tukio la kudondoka chombo cha angani kiitwacho alien spacecraft, na tukio hili lilivuma sana pale Mexico kama UFO incident. Ila la kudondoka huko hakukuwa na kiumbe chochote kwenye chombo hicho. Jeshi la Marekani lilifanya uchunguzi wake ipasavyo, lakini majibu yake yaliyotoa inasema kwamba chombo hiki kinaitwa surveillance balloon, kwa Kiswahili utaweza kusema puto la upelelezi, ambapo ilikuwa sehemu ya mradi wa kijeshi wa asili uitao Project Mogale, na sio kwamba ni chombo cha viumbe. Na serikali ikawaambia watu wake wasiwe na shaka. Ila licha ya maelezo haya kutoka serikalini, uvumi ukaendelea kwamba kichombo kilichodondoka kilikuwa chombo cha anga cha viumbe kutoka nje ya dunia, na kwamba serikali ilikuwa inaficha ukweli ili ulimwengu usijue, na watu wengi waliendelea kuamini kwamba viumbe wa nje walikuwa sehemu ya tukio hilo, na serikali ya Marekani ilikuwa tu inaficha ukweli kwa faida zao binafsi. Sasa hapa ndo kilianza chanzo cha ujio wa alien, ambapo mpaka leo unaposikia alien, mizozo ilianza toka mwaka 1947, ambapo imegawanyika makundi mawili ya watu wanaoamini kwamba huyu kiumbe yupo na wasioamini. Tuje mwaka 2019. Huu mwaka kwenye hii nchi ya Marekani kulitokea na maandamano kwenye kambi ya siri ya Marekani. Hii kambi inaitwa Area 51, na hiki ni kituo cha kijeshi cha siri kilichopo kwenye jangwa la Nevada, ambacho kimetengwa mbali na raia. Kinamilikiwa na jeshi la anga la Marekani kiitwacho US Air Force, na kwa muda mrefu kimetumika kwa majaribio ya teknolojia za kijeshi. Na Area 51 ni eneo kubwa lenye ulinzi mkali sana, ambapo kabla ya kufika kwenye eneo hilo, barabarani utakuta alama zilizowekewa onyo kali sana, ambapo zinasema kwamba ukiingia humu ndani bila kibali unaweza kusababisha kuchukua hatua za kisheria au kushambuliwa. Yaani ukasema wewe ulete jeuri zako uingie kwenye ikambi bila kibali, utakavyofanywa sina msaada na wewe, maana ikambi mpaka wanafanya hivi humu ndani kuna siri. Ndio maana inaitwa kambi ya siri Area 51, ambapo mwaka 2019 lilizuka balaa. Zaidi ya raia wa Marekani 1.5 walifanya maandamano ya kuivamia Area 51 kwa sababu kuna unidentified flying object, na maanisha kitu kisichojulikana kinachoruka. Ule uvumi wa mwaka 1947 ukazuka mwaka 2019. Raia wa Kimarekani wanasema kwamba serikali ya Area 51 itakuwa inafuga viumbe watokao kwenye sayari nyingine waitwao alien. Lakini kwa maandamano yote hayo hawakufanikiwa kuingia. Je, unadhani Marekani imeficha nini kwenye Area 51, ambapo hawataki hata kidogo usogelee, na ukisogelea tu hawakuulizi, wanakupiga risasi unakufa. Ila kuna uvumi ambao unaendelea kwamba teknolojia sasa hivi eti ameleta alien. Wanasayansi wanamtumia huyu kiumbe kuleta manufaa zaidi kwenye teknolojia, maana alien anasifika kwa kuwa na uwezo mkubwa sana, ana uwezo wa akili ya
pana sana, au kwa kifupi niseme ametuzidi wanadamu. Eti simu, makompyuta na vikolokolo vingine wanasayansi wamegundua kupitia yeye. Acha nikulete mwezi Juni 2019 kwenye mji wa Colorado huko Marekani, majira ya usiku hivi, kamera ya CCTV ilimnasa kiumbe wa ajabu mwenye kichwa kikubwa na miguu mirefu, alafu alikuwa anatembea kimachachari sana. Mwendo wake ulikuwa kudunda dunda. Alikuwa anajaribu kufungua mlango kwenye nyumba ya mdada mmoja hivi aitwa Vivian Gomez. Huyu bidada alipata umaarufu sana mtandaoni baada ya kuchapisha video ya ajabu kutoka kwenye kamera yake ya nyumbani kwake, ambapo naye anaelezea kwamba huyu kiumbe alikuwa anajaribu kufungua mlango nyumbani kwake, lakini alipoona ameshindwa akaamua aondoke. Alikuwa anazunguka sana kwenye nyumba yake na mwisho kuondoka kutokomea huko msituni, ambapo ilizua sana taharuki mtandaoni. Kila mmoja aliongea lake na watu wengi wanasema kwamba huyu kiumbe alikuwa ni alien. Leo nimemwongelea alien kwa uwepo wake wa hapa duniani, ila sijamwongelea kwamba anatoka wapi, anakula nini, au wanaongezekanaje, yani kuzaliana, ana uwezo kiasi gani, au anakufa au anaishi milele. Huku bado sijaongelea, na yote ni kwa sababu ya story ya alien. Video itakuwa ndefu sana hapa TikTok. Sasa mimi nikapata wazo, nikasema nifungue channel yangu ya YouTube leo, na full video ya alien nitaweka huko YouTube, ila cha kukuomba, naomba uende kanisubscribe, maana huko nitaweka madini ya kwenda. Sasa cha kufanya, ingia kwenye akaunti yangu, angalia kwenye bio yangu nimeweka linki. Ukishaiona bonyeza hilo neno, itakuletea neno open, alafu akaunti itafunguka, utalibonyeza ili neno subscribe, utakuwa umemaliza. Na asante sana kwa kunisikiliza. Jina langu linaitwa Max Prince, ningependa unifollow.